Bwana Yesu asifiwe. Ndugu, tumshukuru Mungu wa kutupa wakati huu, kwa sababu ya Mungu amekupa kibali na amenipa kibali, ametupa kibali sisi sote wawili, ili wewe upate kunisikiliza kwa wakati huu tunapojifunza neno lake. Usiondoke ndugu, usikilize neno la Mungu ambalo amekuandalia siku ya leo. Lakini kabla ya kujifunza neno lake Mwenyezi Mungu, tusali kwanza, tumuombe Mungu yeye ili atupe hekima na maarifa tunapojifunza neno lake, maana adui pia yupo, yeye huja ili kufanya uharibifu. Baba Mungu wetu, muumba mbingu na nchi, tunakushukuru kwa kutupa wakati huu kwa sababu ya kujifunza neno lako. Tunakushukuru kwa kutupa kibali chako Yehova. Wakati huu tunapoenda kujifunza na huyu ndugu mnyenyekevu anayesikiliza neno hili, unaomba ukamfungulia akili apate kuelewa, ukafungue akili yake apate kuelewa, ukafungue macho yake apate kuona, ili aweze kuokolewa kupitia Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Ndugu mpendo unayenisikiliza, somo letu la leo linapatikana katika Wakorinto wa kwanza sura ya 6 mstari wa 19. Nitasoma. Inasema hivi: au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu, wala ninyi si mali yenu wenyewe? Mstari wa 20. Maana mlinunuliwa kwa thamani, sasa basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Ndugu mpendwa unayenisikiliza, somo letu leo linagusia katika sura hii ya Wakorinto 6, Wakorinto wa kwanza 6, 19 na 20. Kwa nini tunataka kujifunza somo hili? Tunataka kujifunza somo hili ili kujua siri zilizofichika ambazo hazifundishwi na hatuzijui idadi ya watu wengi. Mwili wetu huu sio mali yetu wenyewe, bali mwili wetu huu ni hekalu la Roho Takatifu, Roho Takatifu ya Mungu Baba. Kwa hiyo haipaswi tuutumie mwili wetu kwa mapenzi tu yetu peke yetu, bali na Mungu naye roho yake inabidi tuikaribishe katika mwili huu, kwa sababu ni haki ya roho ya Mungu kukaa katika mwili wetu, ili Mungu atawale pamoja nasi, ili sisi tutawale pamoja na Mungu. Na hilo ndo lengo kuu. Lakini sasa watu wamekuwa wakiutumia mwili wao kwa matendo ambayo yanamfukuza Roho Mtakatifu wa Mungu, matendo yasiyomshirikisha Mungu. Kwa hiyo ndugu yangu unanisikiliza, nataka nishare na wewe fundisho hili ya kwamba mwili wetu huu Mungu, sisi tunapoishi katika mwili huu bila Roho Mtakatifu wa Mungu, tunahesabika kwamba tumepotea. Na ndio maana ukombozi wa Bwana wetu Yesu Kristo
unaturudishia Roho Takatifu katika miili yetu. Kwa hiyo ndugu yangu unayenisikiliza, mwili huu ni hekalu la Roho Takatifu ya Mwenyezi Mungu. Pia ni miili yetu sisi ya roho zetu. Roho ya Mungu inakuja ndani ya mwili huu kuungana pamoja na roho zetu. Basi tunakuwa roho moja pamoja na Mungu wetu. Hiyo ndiyo unakuwa ukombozi na wokovu wetu. Kwa hiyo ndugu yangu, usitende matendo ambayo yanaenda kinyume na Roho Takatifu ya Mungu. Unatakiwa utii sauti ya Mungu ili Roho Takatifu iweze kukaa pamoja nawe. Ndio maana dhambi kubwa ambayo mwanadamu hatosamehewa ni kukufuru Roho Takatifu ya Mungu Baba. Kukufuru Roho Takatifu ya Mungu Baba. Roho Takatifu ya Mungu Baba inapokuja kwenye maisha yako, alafu wewe ukaenenda kinyume na yenyewe Roho Takatifu, na Roho Takatifu ikaondoka katika mwili huu wakati ina haki ya kuwepo katika mwili huu, hapo ndipo unakuwa umekufuru Roho Takatifu ya Mungu Baba. Ndiyo unakuwa umetenda dhambi kubwa ambayo hutasamehewa. Kwa hiyo jambo hili ndugu yangu ni jambo la mkazo na jambo la kuzingatia. Utapataje kupokea hii Roho Takatifu kama hujapokea? Roho Takatifu utaipokea kwa kumwamini Kristo kama ametumwa na Mungu. Roho Takatifu utaipokea kwa kumfuata Kristo. Kumwamini ni jambo jingine na kumfuata ni jambo jingine. Wengi wamemwamini lakini hawakumfuata. Kwa hiyo ili wewe Roho Mtakatifu aje kwenye maisha yako umpokee, inatakiwa umwamini Kristo na umfuate. Kama mfano wanafunzi 12 wa Yesu Kristo. Yesu Kristo hakuwa na wanafunzi 12 tu, bali alikuwa na wanafunzi wengi zaidi ya 12. Wengi walimuamini lakini hawakumfuata wengine. Kwa hiyo Roho Mtakatifu alivyokuja siku ya Pentekoste, alishuka kwa wale waliomfuata. Hakushuka kwa wote waliomwamini, bali alishuka kwa wale waliomfuata. Kwa hiyo ninakusii ndugu yangu, kuanzia hii leo umwamini Kristo na ufuate neno lake na ufuate agizo lake, ili uweze kupokea Roho Takatifu ya Mungu ambayo itakuwa inakuunganisha na Mungu. Utaongozwa katika maisha yako yote, utafurahia maisha, utaona maisha ni mazuri sana ukiwa na Roho Mtakatifu wa Mungu ndani yako. Kwa sababu hivyo ndivyo inavyotakiwa wewe uishi. Sio uishi mwenyewe katika mwili huu, bali miili yetu hii si miili yetu sisi wenyewe, bali miili yetu ni pamoja na Roho Takatifu ya Mwenyezi Mungu. Sasa kwa yule ambaye labda hajapokea Roho Takatifu ya Mungu, kama hujapokea Roho Takatifu ya Mungu, ninakusihi ndugu yangu, jifunze neno la Mungu, maana huwezi kumfuata Kristo ni kufuata neno lake. Kumfuata Kristo ni kufuata neno lake. Sasa huwezi
kupokea Roho Mtakatifu bila kufuata neno lake Kristo. Na neno lake ni neno la Mungu. Usomapo katika vitabu vya dini, vitabu vya Mwenyezi Mungu, utapata maarifa. Yale maarifa ndiyo yatakufanya wewe umfuate Kristo, na kumfuata Kristo ndiko kutakuletea wewe kupokea Roho Mtakatifu wa Mungu, na kusali pia, kumuomba Mungu na kuchukia uovu na kutubu. Hasa hilo ndo namba moja. Kutubu ndo namba moja kabisa kwa yote. Roho Mtakatifu akija kwenye maisha yako, utafurahia, utakuwa unaishi kwa burudani, kwa sababu hautakuwa unashinda dhambi kwa uwezo wako, bali utashindishwa dhambi kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Mambo yote yaliyokuwa magumu kwa msaada wa Roho Mtakatifu yanakuwa mepesi katika jina la Yesu. Mambo yote yalikuwa yaendi kwa msaada wa Roho Mtakatifu yanakwenda. Kwa hiyo ndugu yangu, ninakusihi mtafute Mungu kwa juhudi ili upate ondoleo la dhambi kwa Roho Mtakatifu wa Mungu. Roho Mtakatifu wa Mungu anapokuja katika maisha yako, unapata ondoleo la dhambi, unaanza kusafishwa, unaanza kutakaswa ili kuandaliwa kwa sababu ya uzima wa milele, ili kuandaliwa kwa sababu ya kurisi ahadi za Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ndugu yangu, ninakusihi ubarikiwe na fundisho hili ya kuwa Mungu anakupenda sana na anasubiri, amekuita, amekunyoshea mkono, anasubiri kuona ukitubu. Anasubiri kuona ukitubu, ukifanya toba. Na kufanya toba si kutamka kwa mdomo. Kufanya toba ni kuchukia dhambi, kuumizwa unapoona dhambi, ndio toba. Sasa Mungu, au kugairi ile njia uliyokuwa umeizamiria, ndio toba. Kugairi hisia zako, kugairi mawazo yako, kugairi vitu vyote vibaya, mawazo mabaya, hisia mbaya, kugairi ndiyo toba. Kwa ndugu yangu, asante kwa kunisikiliza. Hiyo ndo elimu yetu ya leo. Miili yetu siyo yetu sisi wenyewe, bali ni hekalu la Roho Takatifu ya Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu, tumshukuru Mungu wa kutupa wakati huu, kwa sababu ya Mungu amekupa kibali na amenipa kibali, ametupa kibali sisi sote wawili, ili wewe upate kunisikiliza kwa wakati huu tunapojifunza neno lake. Usiondoke ndugu, usikilize neno la Mungu ambalo amekuandalia siku ya leo. Lakini kabla ya kujifunza neno lake Mwenyezi Mungu, tusali kwanza, tumuombe Mungu yeye ili atupe hekima na maarifa tunapojifunza neno lake, maana adui pia yupo, yeye huja ili kufanya uharibifu. Baba Mungu wetu, muumba mbingu na nchi, tunakushukuru kwa kutupa wakati huu kwa sababu ya kujifunza neno lako. Tunakushukuru kwa kutupa kibali chako Yehova. Wakati huu tunapoenda kujifunza na huyu ndugu mnyenyekevu anayesikiliza neno hili, unaomba ukamfungulia akili apate kuelewa, ukafungue akili yake apate kuelewa, ukafungue macho yake apate kuona, ili aweze kuokolewa kupitia Bwana wetu Yesu Kristo.